Vijana wa Kisumu mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Mtafanya hiyo kazi? Mimi nitarudi hapa kabla ya Disemba kuja kuanzisha phase 1 ya housing ya Kisumu County. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mbali na ajira itakayopatikana katika mambo ya housing, huyu Owalo nimemwambia lazima tuwe na mpango ya digital jobs, na ndio sababu hiyo tumesema tutajenga ICT hub katika kila ward. In every ward in Kenya we are going to have an ICT hub where we are going to have between 200, 300, 500 young people who are going to engage using the digital platform so that we can create digital jobs. Vijana wanaweza kufanya kazi Marekani wakiwa hapa Kabonyo. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana jameni? Jambo la tatu, mimi vile vile nataka niwaambie hivi. Ama jambo la nne, nataka niwaambie vile vile tumekubaliana ya kwamba wale wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara, wengi wanahangaika, hawana masoko ya kutosha. Hapa Kisumu tutajenga soko ingine mpya 8 hapa Kisumu County. Na tutakubaliana na gavana wenu Profesa Anyang' Nyong'o. Na tutakubaliana na wabunge wenu. Na huyu seneta wenu tushakubaliana na yeye. Vile tutapanga hiyo masoko yote, hawa vijana na kina mama waweze kufanya biashara mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna heshima, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba kazi ni kazi. Tumeelewana watu wa Kisumu Dala? Tumekubaliana? Tuko pamoja? Mwisho kabisa, mimi nataka niwahakikishie hivi. Ngojea tu kidogo boss. Mimi nataka Sondu. Sondu. Haya. Maneno ya Sondu. Ndio hiyo mimi nataka kusema mwisho. Kuna watu wanaturudisha nyuma na kulete vita kati ya jamii na kati ya majirani. Nishamwambia Profesa Kithure Kindiki, vile tumewakalia wale wa North Rift, vile tunawakalia Al-Shabaab, hawa watu wa Sondu hapa watakiona cha mtemakuni. Hatutaki, sikizeni, hatutaki mambo ya ujinga ya ukabila. Sisi tunaishi Kenya moja. Na serikali ya Kenya ni serikali ya kila Mkenya. Mimi nataka niwahakikishie, na tayari tumeweka mpango kamili, na nimemwambia Profesa Kindiki ahakikishe ya kwamba kila mtu ambaye alisababisha mwananchi akapotesha maisha yake lazima akamatwe na lazima apelekwe jela, kwa sababu kuua mwananchi mwenzako ni mambo ambayo haikubaliki. Wanaweza kwenda hiyo safari ya tatu ile ya kwenda huko, lakini watapitia kotini kwanza. Si namna hiyo? Tunaelewana? Lakini pia pale Sondu lazima pia tujenge ile dam ambaye tulikubaliana. Viongozi wenu hawa wabunge wameniambia ya kwamba ni vizuri tupange upya vile tutajenga dam ya Sondu, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya maji inapatikana kwa njia ya sawasawa, ndio tuweze kuzalisha chakula, mpate maji ya kutosha, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Watu wa Kisumu tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi sijakuja Kisumu mambo ya siasa. Mimi nimekuja Kisumu mambo ya maendeleo. Kwa sababu tumekubaliana, sio? Profesa amenisaisha kidogo na ni mzuri. Najua huyu mtu ni profesa, mimi sijafika profesa.
Amenikumbusha pia kwamba tuko na Korusoin. Hapo ndio tunataka pia tujenge dam ingine, kwa sababu hiyo Korusoin ilipatiwa na wakandarasi, lakini iko na matatizo makubwa kwa sababu ya mambo ya pesa. So tumekubaliana tutabadilisha hiyo maneno na tutahakikisha kwamba hiyo Korusoin, kwa mapenzi ya Mungu, tunabadilisha ile procurement model, ndio tuhakikisha kwamba dunia inasonga mbele. Tumekubaliana? Mimi mwisho mnataka barabara? Barabara. Haya, nimesikia mambo yenu ya barabara, na mnajua barabara ililete matatizo pale nyuma, lakini katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa karibu bilioni 270. Mtangojea tu kidogo nikusanye ushuru. Si namna hiyo? Si mnajua budget ilipita miezi 2 iliyopita. Nitapanga vizuri, lakini nimesikia vile mmeniambia, na hii masikio imesikia mambo yenu. Nitaipangia. Kwa hivyo watu wa Kisumu, mimi nataka niseme asante sana. Mjue mimi nawapenda sana na nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. God bless you. Thank you very much.